Tunaelewana vizuri? Yes. So inawezekana unajenga kwa ajili ya urithi, si ndio? Lakini kuliko akose vyote, ni aheri akawa angalau basi ukamrithisha, kama unataka kurithisha watoto au wajukuu, warithishe viwanja au nyumba, sio mbaya, lakini kimoja wapo kiwepo, itapendeza zaidi. Lakini kama utaki complication, wekeza zaidi kwenye viwanja. Unaweza ukawa unauza viwanja, una diversify, unatoa huku unapeleka huku. Kikubwa tu ni kuhakikisha unaendelea kufuatilia usalama na detail ili usije ukatapeliwa. So kuna aina za side hustles. Leo side hustles ziko nyingi, lakini kuna hizi ziko katika categories. Kuna service based hustles, side hustles ambazo zinalenga hasa consultation. Kwa mfano ninyi wazee wangu ambao kidogo na experience ya vitu vingi, unaweza kaamua mimi nataka niwe mtaalamu, mshauri wa masuala 1, 2, 3, na watu wanakulipa. Ukijibi brand vizuri, ukawa unajitangaza, unaweza kutengeneza fedha kupitia wewe kufanya utoaji wa huduma ya ushauri, masuala pia ya advocacy, sijui mambo ya kisheria, masuala ya trainings. Hivi unajua hata hii ninayoifanya hapa ni huduma. Hiki tunachokifanya sisi pia ni huduma, kwa sababu huduma ni aina yoyote ya utatuzi wa matatizo ya watu ambao hauhusishi bidhaa inayoshikika, product. Kwa hiyo angalia kitu unachoweza kukiuza ambacho kiko katika mfumo wa huduma. Hiyo huduma inaweza ikawa ni side hustle. Unaendelea na kazi zako, ajira yako, ila unatoa huduma nyingine ambazo hazishikiki. Service based side hustle. Nimezoea kwenye category ili kusaidia tusinani kama kule tusipite njia aliyoipitia mkufunzi wetu wa kwanza. Sasa hizi ni category kwa ujumla ambazo yani kama ndani yake ziko nyingi. Ya pili ndio hii skill based side hustles. Maana yake hapa unaanza kuuza ujuzi wako. Ujuzi wako ni upi? Okay, inawezekana labda una masuala ya nywele kwa wanaume, si kwa wanawake, masuala ya nywele na vitu kama hivyo. Lakini pia tunaangalia ujuzi ni kitu chochote unachoweza kukifanya au una experience nacho. Wewe mpaka hapo una experience ya vitu vingi sana. Wewe kazi yako unaweza kaamua uwe unauza ujuzi wa kutatua matatizo ya watu. Ujuzi pia ni bidhaa ambayo unaweza ukaiuza na watu wakakulipa hela. Na inawezekana pia ukaifanya hata kama uko kwenye ajira. Ndio tunasema part time. Nje na ule muda wa kazi unatafuta ujuzi. Lakini pia ujuzi, kuna ule ujuzi ambao unakuwa umeambatana na kitu kinaitwa talent. Lakini kuna ule ujuzi ambao unaamua kujifunza deliberate, kwamba mimi nataka nijifunze ujuzi fulani kuhusiana labda na hii hapa digital, labda masuala ya digital. Mimi nataka nijifunze ujuzi fulani, labda ujuzi wa kuuza au ujuzi sijui wa kutengeneza content, ujuzi labda wa graphic design. Hiyo haiangalii una umri gani, kama bado mentally uko vizuri. Unaweza kaifanya popote ulipo. As long as umeamua kujidhatiti, kujitoa na kuanza kuuza hiyo bidhaa yako ya ujuzi, ni kitu kinachowezekana. Lakini pia kuna product based side hustle. Yani wewe unachagua bidhaa unayoweza kuiuza na unaangalia mahitaji ya watu. Sasa kwenye namna ya kugundua, tunasema wazo la biashara. Huwa tunasema cha kwanza kwenye wazo la biashara, angalia uzoefu wako, wazo la biashara. Jambo la pili, angalia pia uwezo, unaweza kufanya nini? Jambo la tatu, angalia mahitaji ya watu wanahitaji kitu gani kwenye eneo lako. Jambo la nne, kupata wazo la biashara, tunaangalia kitu kinaitwa fursa. Kuna wakati tunazalisha wazo la biashara kwa kuangalia fursa iliyopo. Kama kuna fursa za kidijitali, unaangalia unatengenezaje wazo la biashara la kidijitali. Kama kuna fursa, labda kuna wengine wanapata fursa za kuvua samaki kwa sababu ya mazingira ya uwepo wa nini? Kuvua samaki kutokana na uwepo wa bahari, ziwa na kadhalika. Kutokana na mazingira unaweza ukadevelop nini? Ukadevelop wazo fulani la biashara. Lakini jambo lingine, huwa tunaangalia kitu kinaitwa yani scarcity. Hii scarcity inawezekana ikawa ni kabisa ni totally au iko half, yani half filled. Yani inafanyika
huduma ipo lakini inapatikana kwa kiwango kidogo au haitoshelezi mahitaji, ukaweza kutengeneza wazo lako la biashara. So kwenye eneo hili unaambiwa hivi, make a product to sell au buy and sell product at profitable price. Unanunua bidhaa unakuja kuuza kwa bei inayokulipa. Sasa tutakiwa uwe unaangalia ni muda gani ambao kwa kuna uwezo kaendana na kazi yako, kwa sababu wakati mwingine sio kila biashara unaweza kuifanya, ila kuna kina mama ntilie ambao wao wanafanyaga nani, wanauza chakula usiku tu. Yani wateja wana tabia mmoja hivi kwenye customer behaviors, wanaangalia trendi ya muuzaji. Kwa mfano, kama una tabia ya kuuza kitu fulani majira fulani, wanakuja muda huo wale wa kwako, lakini kwa sababu sio kila bidhaa itamhusu au itamfaa kila mtu. Kuna wateja na bidhaa zao, kuna wateja na huduma zao. Wale wanaopenda labda supu, unataka unawauzia supu kwa mida yao ile ile watakuja. Na kuna watu wanaweza akawa afanye chochote ila anasubiria muda ule wewe uje. Chochote. Kuna wengine utaamua uuze maziwa. Kuna nani anasema anauza nini? Anauza mayai. Anauza bidhaa ambazo zimetoka kwenye mradi wake wa nyumbani. Hiyo nayo ni side hustle kama ilivyosema. Hiyo ni product based side hustle. Lakini kuna mwingine utaamua unawanunulia bidhaa huko, unawaletea pale karibu. Wanapenda sio nguo za aina fulani unawaletea. Kuna mwingine unaweza kaamua uwe unafanya hii side hustle kwa kutumia tu social media. Unaposti huko, mtu akihitaji unafanya delivery. Kuna watu wanafanya kitu kinaitwa uwinga. Hello. Uwinga. Na kuna watu wanaishi mjini kweli. Uwinga. Uwinga, yani tuseme ni udalali ulioboreshwa, uliopambwa, umepambwa na kupewa hadhi fulani. Lakini huu udalali zaidi ni wa bidhaa labda hasa za Kariakoo, yani bidhaa za kutoka kwenye machimbo. Wewe unaenda kwenye chimbo fulani, unaangalia hizi bidhaa zinauzwa labda 10,000. Wewe unaenda pale unachukua, unambembeleza yule jamaa, mimi naomba niwe nachukua kwa 9,900. Sawa? Ukikubaliana na fresh, wewe unaenda kupiga bei. Unauza 12,000. 3,000 ikipatikana, unaweka mfukoni, maisha yanaenda. Vijana wengi ambao wanateseka kwa habari ya ajira ni wavivu. Wana smartphone, ni wavivu. Huo ndio ukweli. Kwa sababu siku hizi wauzaji wanatafuta watu wanaoweza kusaidia bidhaa zao kwenda mbali zaidi. Sasa wakati kwenye mchakato wanatafuta watu kuwasaidia kupeleka bidhaa zao mbali, wanataka watu wanaoweza kujitolea kuja wachukue zile bidhaa wazipeleke kwa watu wengine. Unajua kwenye biashara kuna ili upate faida kubwa ila mzunguko wewe mdogo, au upate faida kidogo kidogo ila mzunguko wewe mkubwa. Matajiri hawatengenezi faida kubwa kubwa kwenye bidhaa. Wanatengeneza faida kidogo kidogo ila wanataka mzunguko uende haraka. Hello. Sasa elimu hii kumbukeni, it is not for you only. Ni kwa ajili pia ya vizazi na vizazi vya watu wanaokutegemea. Unaweza ukakaa chini ukaanza kuwapa semina. Nimetoka kwenye training, nimetoka kwenye mafunzo ya TAA. Nataka niwape kitu ambacho nimekipata huko lakini kinawafaa nini? Kaeni hapa chini. Tutaanza shule. Hapo vipi? Mimi siamini kama tunajifunza kwa ajili yetu tu. Tunajifunza pia kwa ajili ya watu wanaotutegemea huko. Yes. Kwa hiyo kuna kuuza bidhaa. Sasa swali, unaweza kuuza bidhaa gani? Bidhaa za wanawake, bidhaa za wanaume. Chagua. Lakini unaweza kaingia ubia kwenye bidhaa, unaweza kaingia ubia ukafanya tu mazungumzo na mtu kwa uaminifu, ukawa na ile integrity, kazi yako kama unamtangazia bidhaa zake, inakuwa nzuri zaidi. Lakini pia kuna talent, jamani, vipaji tunavyo hatuna? Vipaji vimelala. Inasemekana hivi, waajiriwa wengi wanakufa na vipaji vyao. Wengi. Kuna shauku uko nao moyoni, ili umekaa nao miaka nenda rudi, inakusumbua. Kipaji hakijifichi. Kinakaa, lakini kuna kitu unasikia, yani you are perfect. Kuna vitu vingi unapata, hela unayo na nini, maisha yanaenda, familia, kila kitu, lakini kuna kitu, yani kuna gap unaliona ndani yako. Hilo gap ni deni dunia inakudai. Mungu alikuleta duniani ili uje utupe hicho kilicho ndani yako. So unaweza kutengeneza mazingira kukidevelop ukakileta nje. Na ziko hatua 3 za kutengeneza fedha kwenye kipaji. Moja ni kukijua kipaji chako, 2 ni kukinoa, namba 3 ni kuanza kukiuza taratibu taratibu, mdogo mdogo. Hutumii nguvu sana. Yes.
talent based product. Sasa hapa kwenye talent labda naweza nikazungumzia labda kuna comedian wanafanya comedy wanapata hela, kuna wanamuziki, kuna wazee wa kupika. Kama unajua kupika ni kipaji chako, hivi unajua hata hizi misosi tunazokula hapa, hii misosi hapa, kuna watu walikuwa na hiyo passion, either ni talent au ni skill, wamejifunza au walizaliwa nayo wakaiboresha tu, halafu wakaanza kuiapply. Walipoitengenezea mfumo, kwa sababu ulimwengu naamini mifumo kuliko watu. Si mmenielewa? Ulimwengu naamini mifumo, unaamini vyeti vibaya mno. Huna cheti tunakuchukulia kama, naelewa? Kwa mfano, jana kuna mtu alitaka mkufunzi wa kwenda kufundisha Dodoma. Wakati nimesha confirm kuja huku. Kanambia, nikamwambia kuna mtu yuko Dodoma naweza nikakuunganisha naye. Aliniuliza, yuko certified? Hapana, hayuko certified. Anasema kama yuko certified basi achana naye. Nataka certified financial educator. Kaambia sawa, mimi nina seminar tayari, naenda Arusha. Na Arusha nina seminar 4 wiki moja. Namaliza hapa Ijumaa na seminar ya wachungaji huko Longido. Jumamosi na seminar ya wajenzi, kuna umoja wanaita umoja wa builders. Niki tunafundishana masuala ya masuala ya construction, masuala ya ujenzi. Sasa umoja wa wajenzi wa hapa Arusha nitakuwa